Kwanza nampongeza Mheshimiwa Naibu Waziri kwa maelezo yake mazuri ambayo yametoa faida kwa jamii, lakini na masuala mawili ya nyongeza. Kwa kuwa mitandao inasaidia kupata mawasiliano ya haraka, lakini utakuta pia inakera katika taarifa hizo za haraka, kwa sababu inaweza ukaletewa jambo kila ukikaa linarudia hilo kwa hilo. Je, kama hilo jambo mimi silitaki lirejee tena kwenye simu yangu, nifanye nini? Swala la pili nasema kwamba wahalifu wanachukuliwa hatua. Hiyo hatua gani? Kwa sababu taarifa zake wananchi hawazipati. Uzuri wa taarifa na hatua kwamba msitangaze ili tujue mtu fulani kafanya kitu fulani, kachukuliwa hatua fulani. Je, hizi taarifa tutazipata vipi? Majibu ya maswali hayo, Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote nipokee pongezi zako Mheshimiwa Fakaria, lakini kwenye swala la message zinajirudia. Message zinapojirudia, elimu tunayoendelea kuitoa kwa wananchi, tunaomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutumia bunge lako tukufu, wananchi wote lazima wawe na mawasiliano na watu kwanza wanaowafahamu, na kama unapata message ya mtu ambaye humfahamu, ni vema ukapuuza. Usipende kufanyia kazi message ambayo mtu humfahamu. Na watu wengi wanaotapeliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wale wanaojihusisha na kusikiliza mtu ambaye humfahamu. Kwa mfano, unaambiwa unatakiwa kupata milioni 6. Tuma namba hii, jibu swali hili. Usipende fedha za kirahisi, kwa sababu pamoja na changamoto za ugumu wa maisha, hakuna fedha ya rahisi.